Elizi yangu nimeiacha wapi? Na lile ndio jini kubwa sana. Itanibidi niifuate. Hapana. Nikirudi kule kutakuwa na mambo makubwa sana. Nishachelewa. Nifikie hivi kwanza, alafu niifuate. Ngoja nifuate lile jini. Ni kweli kakaangu. Nimekubali kuajiriwa na mtoto mdogo na kupitia manyanyaso yote ya pale. Ndio. Yote haya kukosa makazi ya kudumu. Niona nakaa nalia. Nimepotelewa na mtoto wangu. Kwenye hali ya utatanishi. Poteaje wewe? Alipotea kwenye mazingira kutatanisha. Mama kunigarauka mwanangu asigale. Mama mama kunigarauka. Babu mwanangu asigale. Yangu petamu. Pejuisi. Tamu kula mwana mwanangu asigale. Mama kunigarauka mwanangu asigale. Mama kunigarauka. Tamu. Atule juisi. Nimekumbusha. Nimekokotea chikezo kizuri. Njoo vae mkono huu.
Mimi ninazo hizi na wewe ngoja ukae nyeusi. Unapendeza kwanza. Ngoja. Pendeza. Ngoja chukua kwanza kesi yako. Pendeza. Nipendeza eh? Tata. Mwanangu, babangu, wanisorera sambi yana. Mamangu amekuja kumlongolela chooni baba yake. Mamangu, namwambia nini mimi baba yake? Sasa hivi hapo anichukulia. Mwanangu jamani, majirani. Nisaidieni jamani, wanisorera mwanangu. Mwanangu. Ndio hivyo kaka. Sawa. Inasikitisha sana. Mpaka sasa hivi sijui mtoto wangu kuna kama mzima au ameshakufa. Pole sana, maana kwa huo tu mkasa ulionihadithia inasikitisha sana. Basi hebu tuone itakavyokuwa, lakini na mimi nitajitahidi nikupambanie. Kwa hiyo nitakusaidia. Sawa. Nikuruhusu tu uende, ila upunguze kuwa mnyonge kama unapokuwa, yani kwa chochote basi utaambia. Haina shida. Kwa leo mimi naona tuwe hivi, wewe rudi kazini kwako, basi mengine yatafuatia. Asante sana. Lakini usiwe mnyonge sana sasa. Umezidi unyonge hata kama ndo hivyo, japo historia yako inasikitisha, basi usiwe mnyonge kiasi hicho. Sawa. Haya. Basi sawa. Sawa bwana, mimi bwana ukiona mpaka nimekuita hapa ni kwamba mimi bwana nataka kwenda kwenye kile kijiji. Nifike kwenye kile kijiji ili niweze kuangalia yule mtoto alipotea mazingira gani. Kama naweza nikapata hata ufunuo kwa mtu hata mmoja akasema jamani, hapa bwana kuna mtoto alipoteaga anatafutwa. Kwa hiyo nimekuita hapa ili nikuage kwamba naenda kwenye kile kijiji. Nikaulizie historia ya pale, kama naweza mwanao nikampata ili na wewe uondokane na hiyo azma ya kuanza kuwaza kufanyaje. Kwa mimi ningekuomba uniruhusu mimi niende kule. Sawa kakangu. Ila uwe makini sana. Maana kile kijiji kimetawaliwa na imani ya kishirikina. Yaani ukiona mpaka nawaza mimi sipo kabisa kwenye hayo mambo ya ushirikina. Mimi siwezi kuwaza nikae na waza eti kuna ushirikina kuna nini. Mimi namwamini Mungu. Kwa hiyo naamini kama nitafika pale nikawaeleza binadamu wenzangu watampokea vizuri. Kuna mmoja anaweza akasema bwana huyu mtoto kweli alipotea miaka fulani. Kwa mwisho tutampata mwanao na wewe nafsi yako itakuwa imetulia. Sawa? Sawa kaka. Mimi dadangu ndio hivyo tu, wewe uwe na imani. Basi kaka, nakuombea dua ili Mungu akusimamie. Basi sawa dadangu. Mimi nikuage niende siji mwenzangu mimi nilikuwa naenda huko. Toka. Mimi naenda zangu hapo sokoni. Basi twende ili tuachanie hapo mbele au? Haya poa. Wewe bwana mdogo? Bwana mdogo. Wewe bwana mdogo wewe. Mimi nimekuja kwenye hichi kijiji nina shida. Kwenye hichi kijiji nina shida, sikuiti kwa sababu sijui kwa mambo gani yoyote. Maana mimi ni mgeni kabisa kwenye hichi kijiji. Na hapa ninapoona ulipokaa sijui uko na nani.
nataka nikuulize tu mdogo wangu, nataka nijue kijiwe kiko wapi. Mimi nimekuja kumtafuta mtu aliyepotea. Kuna mtoto namtafuta. Kwa hiyo hebu nielekeze kwenye kijiji kiko wapi ambako kuna watu wengi. Hakuna mgeni yeyote aliingia kwenye kijiji kutoka akiwa hai.